Bwana Yesu asifiwe sana. Nawasalimu kwa jina la Yesu. Ninajua wengi ni wazima kwa sababu Mungu ndio Mungu kwa afya, ndio Mungu kwa uweza wote. Lakini jambo kubwa ambalo tunatamani kuendelea kulisisitiza au kulizungumza ni katika habari ya upendo, ni katika habari ya kubariki. Sasa tunapenda kuwabariki watu wazuri au watu ambao wanatufanyia mazuri, lakini watu wanaotufanyia mabaya au wanaotutendea mabaya au wanaohusika katika mabaya juu yetu huwa hatuwapendi kuwabariki. Lakini huko ndiko kuna kinyume na neno la Mungu. Kumbuka neno la Mungu linasema hivi, Bwana akafanya kila kitu kwa kusudi lake, hata wabaya kwa siku ya ubaya wako. Lakini kuwabariki watu, tunapaswa kuwabariki watu wote, wazuri na wabaya, kwa sababu wote Mungu amewaumba, Mungu amewatengeneza kwa ajili ya kukusaidia wewe, kwa ajili ya kukuimarisha wewe. Mimi nataka nikwambie leo, kwa sababu tunapenda kuwabariki watu wazuri, lakini watu wengi wazuri huwa hawapo kwa ajili ya kutusaidia kuendelea, lakini watu wengi wabaya wapo kwa ajili ya kutusaidia kutuimarisha siku zote. Watu wabaya au wapo wanatenda mabaya wanatuimarisha siku zote kwa mambo ambayo wanatufanyia. Wasingekuwepo, yamkini tusingekuwa au tusingeendelea au tusingefanikiwa, lakini kwa sababu ya hasira zao, kwa sababu ya ukali wao, kwa sababu ya maneno yao magumu ambao wanatupa, yanatufanya tunaimarika au tunafanikiwa katika maisha. Ndio maana la Mungu linasema katika kitabu cha Warumi ile sura ya 12 mstari wa 14, wanasema hivi, wabarikini wanaowauzi, wabarikini tena msiwalaani. Inaendelea chini, nasema hivi, ushinde ubaya kwa wema, kwa sababu ule ubaya uko kwa ajili ya kukuza wewe, uko kwa ajili ya kukufanikisha wewe, uko kwa ajili ya kukuimarisha wewe katika maisha yako. Kwa hiyo ni lazima tuwapende wote, wazuri na wabaya, kwa sababu Mungu ameweka kwa kusudi lake. Tusibague wala tusiwatenge. Hii itatufanya sisi tukue na tuendelee. Utakapomkimbia mbaya ukampata mzuri, kuna kitu utakikosa. Utakapomkimbia mzuri ukampata mbaya, kuna kitu pia utakikosa. Lakini kama tutaishi nao wote kwa pamoja, tutaishi wote kwa pamoja, tutafanikiwa, tutaendelea na tutastawi. Lifanye neno la Mungu kuwa katiba ya maisha yako, utaelewa mengi na atakusaidia mengi. Mungu akubariki sana.